mfuatiliaji na mtazamaji wa Urithi wa Kanisa. Leo ninakuletea historia ya mtumishi wa Mungu Andrea Shimba. Kanisa la Tanzania, hasa Free Pentecost Church, yani FPCT, haliwezi kumsahau mtu wa injili ya kweli, kijana wa Tabora. Huyu si mwingine bali ni Andrea Shimba. Sio tu kwa utumishi, bali kwa deni alilotuachia kama kanisa. Utumishi wa huyu mzee wa injili ni kama deni tunalotakiwa kulilipa sisi watu wa Mungu. Historia ya Andrea Shimba. Alizaliwa mwaka 1918. Wazazi wake walikuwa wakulima na wafugaji kule Tabora. Kulingana na mila na desturi ya Wasukuma, wazazi wake walikuwa wanaamini miungu na uganga kwa kila kitu. Nchi ilikuwa chini ya utawala wa kikoloni na utemi. Pamoja na hayo, Mungu alikuwa ameweka kitu kikubwa ndani yake kwa ajili ya taifa na kanisa kwa ujumla. Pamoja na utajiri wa wazazi, hakupelekwa shule. Hivyo, alikuwepo nyumbani kwa shughuli za kilimo na ufugaji wa ng'ombe wa wazazi wake. Baba yake alikuwa mganga wa kienyeji. Hivyo, aliandaliwa kuja kurithi ile mikoba ya baba yake. Safari mpya na historia nyingine ilianza mwaka 1935. Hii ni baada ya kuokoka kwake kwa injili ya mtumishi wa Mungu Halis Kapiga, ambaye alikuwa na mkutano kule kwao. Baada ya kuokoka, alifukuzwa nyumbani na wazazi, maana alienda kinyume na mategemeo ya baba yake na familia nzima, yaani mategemeo yao ya yeye kuilithi mikoba ya uganga wa baba yake. Baada ya kufukuzwa, mtumishi wa Mungu Halis Kapiga kamchukua na kwenda naye Kinga, ambapo alikuwa anaishi. Baada ya kukaa naye, akaona kitu ndani yake na akagundua kuwa hajasoma. Hivyo akaamua kumpeleka shule. Baada ya masomo, aliendelea kukaa na mtumishi wa Mungu Halis Kapiga, huku wakienda kwenye huduma sehemu mbalimbali kwa ushirikiano wa kanisa la Swedish Pentecoste, ambayo ilikuja kugeuzwa jina na kuwa FPCT ya sasa. Alioa mwaka 1938 kule Nkinga. Baada ya kuoa, alianza huduma ya injili na kuchunga kijiji kinachoitwa Nyawa huko Nkinga. Maisha ya utumishi wake yalijaa maombi, kusoma neno na maisha matakatifu. Yafuatayo ni matukio matatu yanayomtambulisha Andrea Shimba kwa upekee. Tukio la kwanza, kusimamisha mvua kwa ajili ya injili. Alipokuwa na mkutano kule Kigoma mwezi wa 9 mwaka 1942, mganga mmoja akaapa kuharibu mkutano kwa mvua. Kweli wingu lilitanda na mvua ikaanza kunyesha. Ndipo Andrea Shimba aliponyosha mikono juu na kuomba mvua inyamaze, na ikatii. Tukio lile ndilo lililochangia watu wa Kigoma kuokoka wengi mpaka leo. Tukio la pili, kuvuka mto kwa muujiza. Wakati anaendelea kuhubiri injili mwaka 1945, alikuwa akielekea Kigoma. Alikutana na mto mdogo uliokuwa umefurika maji, huku akiwa anajua ametumwa kwenda ng'ambo ya pili kupeleka injili. Alipiga magoti na kuomba Mungu ampe njia. Alipofumbua macho, akajikuta yuko upande wa pili wa mto. Tukio la tatu ni kuvushwa na mamba mto Maragarasi. Mwaka 1950 ni mwaka ambao huyu mtumishi wa Mungu hata usahau. Alikuwa anaenda kupeleka injili Kigoma tena. Akaenda mtoni ili avuke mto. Kwa bahati mbaya, akakuta ngalawa imeshaondoka. Ndipo akamlilia Mungu ampe njia ili awahi huduma upande wa pili wa mto Maragarasi. Ghafla akaona maji yanacheza kama kitu kinakuja, na kilipofika kwake
kumbe ni mamba. Akasikia sauti ya Mungu ikimwambia, panda uende ukahubiri Injili. Andrea Shimba, kwa sababu anamjua Mungu, akapanda juu ya mamba mpaka ng'ambo ya pili. Tukio lile liliwashangaza watu wengi waliokuwa pamoja naye wakisubiria ngarawa. Na wale watu walipovuka, kwa baadaye walienda kutafuta ni wapi anakofanyia mkutano ili waokoke. Huyu ndiye mzee wa imani, mwamba wa Injili, ndiye mtafsiri na mtunzi wa kwanza wa nyimbo za wokovu za kanisa la FPCT. Alifariki mwaka 1993. Yupo mbinguni anatusubiri. Yako mengi juu yake.